Wanasayansi walijaribu kutanua menyiri ya jini huyo kwa kutumia kimbano, pliers, lakini kila walipoweka nguvu, mkia wa kiumbe huyo ulianza kukaza zaidi, kiasi cha kumkaba mwanachama wa timu hiyo karibu afe. Bila kuwa na chaguo lingine, kiongozi wa wanasayansi alilazimika kuacha mbinu hiyo. Lakini cha kushangaza, ingawa pua na mdomo wa mwanachama huyo vilikuwa vimeziba, bado aliweza kupumua. Walipochunguza mwili wa Ike, waligundua hali ya kushtua. Taya la kiumbe huyo lilikuwa limeingia ndani ya koo lake, likimpatia hewa ya oksijeni ili kumweka hai. Nahodha aliposikia hayo, aliganda kabisa asijue la kufanya, akihisi tu ganzi kichwani mwake. Mwishowe, aliamuru kiumbe huyo aangamizwe mara moja. Hivyo waliamua kutumia mashine ya laser cutter, kukata mnyiri ule kwa nguvu. Lakini mara tu laser ilipogusa, kiasi kikubwa cha asidi kali kilitoka kwenye mnyiri huo na kumwagika, huku kikila na kuharibu ganda la meli kwa kasi. Chombo kizima kilianza kupata uharibifu mkubwa. Nahodha aliamuru kila mtu aondoke kwa haraka, lakini walipofika ghorofa ya 3 ilikuwa tayari kuchelewa. Ingawa mmomonyoko wa asidi ulikuja kusimama, hatimaye waligundua kuwa tone moja tu la damu ya kiumbe huyo lilitosha kuiangamiza meli nzima. Kuhusu kiumbe huyo alikotoka hasa, hakuna anayejua.